Naendelea pale tulipoishia kuhusu kalma ya ukoo. Nilisema awali kalma ya ukoo inasababisha laana, nuksi na mikosi kwa wanaukoo, kwa sababu mababu wa zamani walifanya maagano mazito na viumbe vya ajabu wenye nguvu ya kiroho kama mizimu, majini na viumbe vingine, ili wapate ulinzi na msaada kwenye jamii yao au kwenye ukoo wao. Lakini ile nguvu inawarudia wanaukoo pale ambapo wanaukoo wakishindwa kuendeleza yale mambo. Hapo ndipo unapokuja kalma ya ukoo. Unakuta ukoo una umaskini uliokithiri, una magonjwa ambayo hayaeleweki, muda mwingine hata hospitali ukienda hayatibiki, au vifo vya mapema kwa wanaukoo. Hii yote inatokana na kalma ya ukoo. Hakikisha unabonyeza kitufe cha kusubscribe ili kupata posti zangu zijazo. Ukisubscribe unakuwa na uhakika wa kupata posti zangu mpya zinazokuja. Kalma ya ukoo inaweza ikaondoka kupitia maombi. Maombi kwenye ulimwengu wa kiroho yana nguvu kubwa sana. Hivyo una uwezo wa kuvunja minyororo hii ili sikuandame, endapo tu utagundua katika ukoo wako kuna kalma ya ukoo. Kuna vitu tu lazima uviangalie, hivyo vitakuonyesha tu au vitaashiria kwamba ukoo wenu una kalma. Kuna mambo yanayofanana, umaskini kwa wanaukoo, magonjwa yanayofanana au vifo vya mapema. Yote hii ni ishara ya kuwa na ukoo ambao una kalma ya ukoo. Maombi yanasaidia sana. Kuna mambo kadhaa ya kufanya ili ujivue au uvunje minyororo ya kalma ya ukoo, ili sikuandame kwenye maisha yako, ili uwe huru kufanya mambo yako na upate mafanikio. Unaweza ukaamka usiku ukaanza maombi kwa hatua zifuatazo. Chukua mshumaa, washa. Ukishawasha, sema na ulimwengu. Usiku una nguvu kubwa sana ya kiroho, hivyo maombi yako ni rahisi kusikilizwa au kusikika. Cha kufanya, kwanza kubali makosa waliofanya mababu zako wa kale, waombee msamaha. Kisha jiombee wewe mwenyewe msamaha kwa matendo maovu uliyoyafanya, na kama ulishiriki kwenye yale mambo awali, pia omba msamaha. Toba ni kitu muhimu sana kwenye ulimwengu wa kiroho. Ukiomba msamaha nyakati za usiku, pale unavuta nguvu chanya kwenye maisha yako. Ile minyororo inavunjika kirahisi. Baada ya hapo, sema na ulimwengu. Omba ya kwamba kuanzia leo nakata minyororo ya mambo ambayo yananisumbua katika ukoo wetu. Nakata minyororo hiyo. Mimi najivua kwenye laana hizo, najivua kwenye maagano hayo, ili niwe huru. Kuanzia hivi sasa sitaki kushiriki kwenye hayo mambo ya maagano ya damu, ili mambo yangu yaende sawa na hivyo viumbe visiendelee kunifuata kwenye maisha yangu. Ukisema hivi kwa yakini, huku mshumaa wako umewaka, pale nguvu hasi itaondoka, nguvu chanya itakuja kwenye maisha yako, na utakuwa tayari umeshajivua na hizo nuksi, laana na mikosi. Ushakata minyororo ya kalma ambayo ilikuwa inakusumbua kwa muda mrefu. Hakikisha maombi yako unafanya kwa siku 9 mfululizo, kwa sababu namba 9 kwenye mlolongo wa namba ndiyo namba ya mwisho.
Hii ndio namba ya ukomo. Kwa hiyo ukitaka kukomesha jambo ukalifanya siku 9 mfululizo, hapo ndio unafanya ukomo wa hilo jambo kirahisi na unaanza mwanzo mpya kwenye maisha yako. Kwa hiyo hayo maombi fanya kila siku ndani ya siku 9. Baada ya hapo utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Lakini hayo maombi uyafanye kwa yakini. Hayo maombi uyafanye kwa nia thabiti. Usiwe na mawazo mengine wakati unafanya maombi. Hakikisha sehemu unayofanyia maombi imetulia, ili nguvu hasi iondoke, nguvu chanya iingie katika maisha yako.